Jamani, mabibi na mabwana, wageni waalikwa wa birthday party yetu, na waombeni kitu kimoja. Sisi ni binadamu, hatujakamilika, tuna mapungufu. Kwa kweli tulipanga sherehe yetu ianze saa 10, lakini mpaka sasa hivi inaenda saa 11, sherehe haijaanza. Tunawaombeni radhi kwa kuweka mpaka muda huu, maana kile ambacho tulikuwa tunatarajia akijawa. Kwa hiyo vinywaji, gari lile la vinywaji limepata ajali, na kuhusu keki, yule mpishi hayupo. Kwa hiyo tunasema leo keki haitokuwepo na vinywaji havitofika. Kwa hiyo kiufupi tu tunaombeni radhi kwamba birthday leo hakuna, labda mwaka ujao. Mnasemaje? Keki hamna? Toka asubuhi mmetuweka hapa. Mnasema keki hamna? Ndio. Keki hamna? Kwa babake. Bwana Buda. Leo unajua ni birthday yangu. Anajua hilo. Unaelewa? Leo ni birthday yangu na hapa nimekaa nafikiria hii birthday nifanyeje? Nifanyeje? Yaani natoboaje leo yani? Mimi bwana nilikuwa nafikiria nini ujue? Hapo tuandae kipati kadogo, tusherekee, mambo yaishe. Na mimi nimewaza hilo. Unajua kwa sababu gani? Najua sasa hivi unajua kualika watu wengi sio mchezo. Gharama. Sasa mimi nataka nifanye kipati fulani simple tu. Tafute watu kadhaa, tu broadcast message, tutumie kama ni watu 10 au watu 7 au watu 8, tumalize kazi. Au unasemaje? Mnapo faster tu mwanangu tumemaliza. Sasa mimi kufanya mimi hapa na broadcast WhatsApp, au sio? Hilo ndio swala la muhimu. Sasa basi ngoja mimi nifanye. Lete simu mimi nikufanyie hiyo issue. Mimi ndio mtaalamu wa hayo mambo. Hiyo issue kwenye simu niachie mimi. Mimi ndio mkali wa hizo kazi. Hebu ngoja. Wewe vipi mwanangu, ngoja nikufanyie issue fast hapa mwanangu uone mambo. Sasa hivi mbona hii chapu? Ani hapa chapu kwa haraka. Hizi mimi ndo kazi zangu hizi mwanangu. Hapo unafanyaje sasa? Tayari. Sasa je, sio imeenda? Sasa nishaingia zangu Insta hapa mwanangu, nimetuma kwa watu. Yaani hapo kuleshi. Umeenda Instagram? Cheki mambo hayo mwanangu. Sasa hivi hapo utaona kila mtu hapo anakomenti, bwana hiyo sherehe shughuli wapi? Tunataka kuja si nini? Sasa wewe unatuma umelika watu wote wa Insta. Unajua mimi na watu wangapi Insta mwanangu? Sasa watu wote wakija mimi nalisha nini hapa? Mimi ndo nalijua. Wewe mtu mkubwa. Kwa watu wakiona hivyo michango itakuwa mingi. Wewe mwanangu unazingua. Mimi nimekwambiaje, weka broadcast katika WhatsApp. Sawa Weka watu kadhaa ambao tunajua tuwaalike. Wewe unaenda kutuma kwenye Instagram, kwenye page, angalia, cheki comment za watu hizi. Shalu. Baba utaalisha nini hawa watu wa Insta? Bwana chochote kitakachotokea kwenye birthday yangu, yani wewe ndio utahusika. Wewe niachie mimi. Wewe ndio utahusika. Wewe niachie mimi. Yaani yote kikiharibika mimi najua wewe ndio umeharibu kila kitu. Wewe niachie mimi, mimi ndio mkali wa hizi kazi babu. Wewe niachie mimi. Wangapi hapo tayari washatuma message? Buda. Ona kitu ambacho ulichofanya. Hivi kweli jamani, kweli kabisa. Unaenda kualika watu wote hao. Yangu shida iko wapi? Mimi nawalisha nini sasa watu? Nawalisha nini? Na umekaa pale unajitamba kishenzo, mimi simu najua siku broadcast. Si unajua kitu gani? Mimi nikwambia mwanangu tualike mtu mmoja. Ona. Umeposti alafu mimi kila kijaribu kudelete nakataa. Mimi nawalisha nini sasa hapa? Sikiza Shalu kwa mimi. Nawalisha nini? Sikiza Shalu. Hao watu mimi nimewaalika wote, lakini hawatakuja wote. Sababu gani? Unajua wengine watakuwa na kazi zao, wengine watakuwa na mambo yao. Wachache tu ndio watakaokuja hapo, sio wengi. Wewe acha ndio hofu. Unaongea. Wewe unajua keki wewe. Hivyo umeandika kabisa happy birthday. Wasija. Wewe unajua keki, unajua utamu wa keki wewe.
Unajua utamwekea kile wewe? Yaani Insta nzima, yaani watoto wa Insta waje humu ndani kweli. Tena umeandika welcome all, yaani wewe wa block basi. Na block vipi wakati ushapost na hapa kila kijaribu kudelete na kataa kudelete. Pamoja na hayo, hawezi kuja wote. Wao ndio washaka. Wewe jiamini bwana. Sasa mimi nimeamka leo, siko vizuri, tokea asubuhi siko vizuri. Na nilikwambia mimi kwa sababu mimi napenda kualika watu ambao wanaweza kujibeba wenyewe. Mimi kuna washikaji wengine wakija hapa wawili watatu. Tunafunga eneo lote hapa, tunakula bata mwanzo mwisho. Sio 10. Sisi mchawi keki kitu 20,000. Wewe unakuja kujaza watu kibao, angalia sasa. Watu na comment wapi hapo kwako. Tunafanyaje sasa? Kwa shida pesa. Ndio pesa sina mimi. Mimi nipo. Shida iko wapi? Wewe jamaa wewe. Ndo wasiwasi, mimi nipo. Angalia posti. Sio na shaka, mimi nipo. Hao wakija watakula, watakunywa mpaka watasaza. Ndo washaka. Bali kinawasha. Ndo washaka mwanangu. Asa vipi baba? Mbona maandalizi ni bado? Wewe nani? Mimi nimecheki katika mtandao ile na wacha data hivi babangu. Nakutana na post naambia kuna birthday, hidei ambayo ni ya kwako wewe. Kwa nini umeandika saa ngapi? Nani? Umeposti saa 4 mwanangu? Sio saa 10. Saa 4 asubuhi hapa angalia saa 4 asubuhi. Haya mwamba huyo hapa kaja sasa. Kaja kupata keki. Kapata keki na mimi nilikwambia keki tamu. Ona sasa huyo hapo mwamba ndo kafungua dimba. Sana mkawai. Na mimi nilikwambia ona mwamba alivyowahi huyo hapo. Kawai kishenzi. Wewe mnamba kaja hata sio baada hata tujavaa nguo za birthday. Mbwa kweli huyo. Baba nashangaa hapo mmeposti video mapema kabisa, post yenyewe mapema kabisa, nakuta Magreti kule anaonekana hata hana soda. Sasa tumekuja kula kitu tena gani hapa? Karibu. Weka karibu. Na nitulia pale. Tunakuulizia muda tumekaa pale. Haina shida baba. Asante kwa kuwahi. Nashukuru. Mwanangu bonge la msala mwanangu. Agala mwamba kaja anataka kuvaa juu. Kumbe saa 4 mwanangu ilikuwa. Yaani vile alivyovaa tu unaona kabisa mwanangu mwamba leo atakula mpaka basi. Ila ondoa shaka mwanangu, mimi nipo. Ondoa shaka. Mambo yanaenda kama yalivyopangwa. Mimi nimekula kwangu hapa. Buda katika unyama uliowahi kunifanyia, nadhani unyama huu ni namba 1. Mwangalie mshikaji. Ona mshikaji anapotuangalia kwa hisia. Ona mshikaji jinsi alivyokuwa naye, yani ana njaa yani kimtizama tunamwona kabisa ana njaa, ana kiu, yani vitu vingi vimeambatana katika mwili wake. Unaona zani yule bila 10,000 15 atashiba pale yule. Atashiba yule. Kwa shida iko wapi ndugu yangu? Sio shida iko wapi? Hapo mwanangu ndio neno mbona umeningangania shida iko wapi? Usiwe na wasiwasi, mimi nipo. Mimi nipo nimechoka. Mimi nashangaa. Lawama nyingi. Kila saa unanilaumu. Unanilaumu nini? Mimi nakulaumu kwa sababu angalia watu ndio wanaanza kuja hivyo. Na wao ulisema hawaji. Tumewaalika kwenye shughuli ya birthday. Tumewaalika? Unaweka tu. Yaani tume. Umewaalika, wewe ndio umewaalika. Mwenye birthday nani? Mwenye birthday mimi akina ndo umewaalika. Hapo ndo jamii inapokushangaa sasa. How did you do this? Mimi rafiki yako, mshikaji wako, rafiki yako wa karibu, nimeona nikusaidie kuwaalika watu waje kwenye birthday yako, tusherekee kwa pamoja. Au sio? Wewe ndo unaalika, mimi ndo mwenye birthday. Ndio huo. Hata itafika birthday yako. Haina shida. Fika birthday yako utakuja kuona. Mimi nashangaa. Unaona bwana nitakuja kualika watu, wewe mwenyewe utashangaa. Kama sijamleta rais hapa, So mimi shida nashangaa. Kila saa unanilaumu. Shida iko wapi? Mimi nakwambia kama shida la pesa, mimi lazima nikulaumu. Angalie mwamba. Wewe mwangalie yule mwamba. Cheki anapotazamani. Yule jamaa yule. Yule ndio tukimnyama chakula tutafuna hata sisi wenyewe. Ushakutafunwa. Cheki rasta zake. Lakini jamaa pale akipata hata soda 2 inamtosha tu. Soda 2? Soda 2. Kaulizia kreti pale. Ukumwona yule mbona makreti? Yaani ile kreti 2 ndio useme soda 2. Mwamba cheka kwanza jasho unapomtoka unaona kabisa kwanza kaja kwa mguu. Na sio kama akaitandika. Sio kama sio tandika. Majui kaja kwa mguu mpaka huku karakata. Hebu niambie. Afu kampe soda 1 au 2. Ila mwanangu maarufu kishenzi.
Watu mpaka utokatandika. Mimi nilikwambia mwanangu mimi maarufu. Nilikwambia sema wewe unakuwa sio muelewa. Nilikwambia mimi maarufu tualike mtu mmoja mmoja. Kana leo mimi siku broadcast sisi najua nini nikajichanganya nikakupa simu. Unaona? Alafu boss sasa itaki kufutiza kwa sababu gani? Mimi nashangaa au Insta wenyewe wametendelesha kidogo. Post ile kufutika kabisa. Yaani kile utakufuta haivutiki. Bwana wataja watu hapa lakini yaani mwanangu, yaani mwanangu unajua kuteknolojia chafua. Good morning my friend. Salama, karibu. Mimi ni afande, naitwa Mafuriko. Askari kuna kesi? Nashangaa. Kuna kesi? Hapana. Nilipata mwariko. Nilikuwa napita Instagram asubuhi nikakuta kuna mwariko saa 4. Kuna happy birthday. Umeona sasa? Mwariko happy birthday. Ndio nimekuja hapa. Wewe nani afande? Unajua vipi huyu mwenzangu katika kuposti unaona? Alipoposti kwenye time pale kaweka 10. 10 kwa kizungu ni 4. Kwa Kiswahili saa 10. Sasa wengi nyewe mnasoma kwa kizungu. Kwa wenyewe mnajua saa 4 asubuhi. Lakini happy birthday lipo. Ndio maana tumekuja. Amesahau kuweka AM na PM. That's why this happening. Naomba mwe serious. Sisi ni watata sana. Hatutaki masiara. Hapa asubuhi bado nusu niwe mtu huko. Ni vile tu ana Mungu nimekuja kwenye birthday hapa kidogo nipunguze mawazo. Lakini don't worry. Okay my friend. Karibu pale afande. Karibu. Jisikie kama yeye. Lakini si enda ni bro. Subiri. Angalia story zenu na brother pale sije zikashindwa kuoana. Don't worry my friend. Utakwenda tunamuona live. Okay. Mwanangu askari. Kama ndio mwanasheria dokta. Yaani sasa tumekwisha mwanangu. Sasa askari na birthday wapi na wapi? Hivi kwani askari wafanya birthday wale? Mimi nashangaa. Au askari kidole. Kuna wale askari kidole wale. Sasa hizi saa 4 awe kituoni akamate wezi. Wanapoenda pembeni ya matrafiki wale. Unajua askari wale. Ukipita bodaboda anakurukia kuliko hata trafiki mwenyewe. Yaani yule ana mazoezi kuliko hata trafiki mwenyewe. Inawezekana ndo akawa ujamaa. Inawezekana kwa sababu inawezekana wewe askari mwanangu mwili mkubwa mwili mrefu. Ule kwenye birthday yetu. Itulo. Mwanangu nani unafanya kazi hiyo. Cheki kaka pale Tunaugawa na pale wakipishana tu kwa sababu anaweza kamomba ganja askari. Mwamba ule pale anaweza kama mwanangu pale una kitu hapo. Hivi muone lasi. Vipi yule? Anaomba kitu pale kwa askari subiri sasa vikinanuka. Hey my friend. Piga sana miayo vipi? Kuna shida? Eseni vipi baba yangu? Safi kabisa. Eseni good. Nimekuja kwenye ribati halina hata viti. Zile basi lenyewe mimi linanichanganya kwa sababu hapa ukiangalia kwa makini ndugu yangu. Mimi nimefika hapa mapema kabisa. Hata nimeona piga hapa baba yangu nilifikiria hata nitakutana sana soda na kitafunio lakini naona basi yenyewe hata sielewi. Wanasema ribati ni saa 10. Ni saa 10? Saa 10. Saa 10 ni saa 4 baba. Wanasema ni ya Kiswahili sio Kizungu. Sawa babangu nimekuelewa. Bwana Bude. Anapa mtihani mkubwa sana yani. Hivi kuna jamaa gani ambaye unamfahamu anakodisha viti pamoja na meza? Au labda anaweza kutoa zima maana kusema kukodisha pesa yenyewe hatuna huko. Hapa ni shughuli imeanza lakini hatuna kitu. Viti mimi kuna mshikaji wangu anakaa pale kwa midole. Viti yule anavyo. Anaitwa nani? Anaitwa Steve. Namba yake unayo? Hebu nige namba yake. Tigo ya 13 22 45 11. Hello. Steve hapo.
Ndio naongea na Sharu hapa rafiki yake Buda. Huyo bonge huyo. Sasa mimi bwana nilikuwa nataka unisaidie kitu kimoja. Kuna shida na viti pamoja na meza. Tukipata hata meza moja, viti 5 6, sio mbaya, hata meza 2. Nije kuchukua basi ina shida, mimi nitakuja na kijana kuchukua hapo. Nitashukuru sana bwana. Sawa. Bwana Usidi anaonekana hana shida yoyote. Jamaa wewe mbona ana matatizo? Kana wewe unajua uchukue bwana, tumekaa tu kukizaga wewe ndio uchukue tu. Wewe jirani yangu utanipoza chochote tu. Viko vingi. Pale anapo vingi kisha. Sasa hapa cha kufanya hapa tumeshapata viti na meza. Keki. Eneo usijali ndugu yangu. Kusana na keki niachie mimi. Mambo yote mimi nitayafanya mimi. Hiyo mimi nipo hiyo mwanangu nishachoka hiyo. Mwingine. Hauna dawa? Hauna kitu babangu mwana ya rosto. Mimi naona kabisa ni arosto man. Arosto ya kitu baba. Mimi ni afande, unaweza kwenda kitoni kule unapata. Tunakamataga sana watu wanaovuta. Sasa babangu ni nyungu. Afande. Ndio afande kabisa. Mafuriko naitwa. Afande mafuriko. Sasa babangu sasa. Unajua nilikuwa nakuelekeza. Unajua mimi nilikuwa naulizia masuala yoyo kwa sababu ukiangalia pale mtani maeneo mimi napoishi pale na washikaji kibao na kaaga maskani mida usiku wanavuta bangi. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kunikutanisha na wewe afande. Nimegundua kitu kimoja, mimi nitakupeleka hapo lakini hela sitapata. Yaani usiku wanapiga kitu. Usiku wanakula vitu baba yangu, yani watoto wanalipuka. Au ni wakukamata, kupeleka kituoni, moja kwa moja. Yaani baba yangu kwambia kitu kimoja afande. Yaani mimi unaweza kaja ukanikuta hapo kanijiona mimi ni msela lakini mimi rastamani mmoja msafi. Hapa ndio maana nimekuja kwenye birthday. Kuna rasta enda kwenye birthday baba? Karibu. Karibu dada. Dada karibu sana. Salama. Karibu sana. Karibu, jisikie kama uko nyumbani. Mimi hapa ndo kwenye bidei. Bidei nini? Yaani basi. Unasema bidei umenishtua ngajua rais labda wewe nchi fulani au nini? Wazungu. Bidei yani ndio yake ndo birthday. Wazungu Birthday ipo dada. Yaani birthday ipo. Nimeona kwenye mtandaoni Instagram umerushia kuna. Mimi ndo niliposti. Mimi ndo nimeposti, sio wewe bwana. Acha masiara bwana. Mimi ndo niliposti. Mimi ndo nimeposti na mimi ndo mwenye birthday. Kwa hiyo karibu sana, jisikie kama uko nyumbani. Karibu sana. Jikusanye na wenzako pale. Karibu. Hamjapamba bado. Tunapamba, usina wasiwasi. Tulikuwa nakusubiri wewe. Tunapamba. Weka kae pale usiwe na wasiwasi. Sawa, karibu sana mrembo. Njaa. Asa kuvereta bibasi magreti haya kwa matupu hapa. Ndio kitu ambao na mimi nilishangaza. Mimi kajiuliza kwa nini familia inaishije? Inaishi maisha ina gani? Inaalika watu kwenye birthday. Kwenye birthday unakuta kuna magreti kama haya empty kabisa au ndo magreti yalihamishwa kwenye magreti mengine chupa. Mimi ninavyojua pale video tute moja likae hapa. Sikae nalo hapo chini. Wageni kwanza tunajiburudisha. Baba. Kweli baba afande. Tunakaa chini kinyonge. Siamini katika maisha yangu kama nimekaa na afande katika city moja hivi. Mimi ni afande. Ilikuwa ni ndoto zangu lakini ndio hivyo yani. Hapa yenyewe kuja hapa nimeacha huko, ni kwenda kuua jitu huko. Baba, nimeasira. Mimi ni mtata nione hivi. Unaonekana usoni babangu kabisa, ndio maana mimi nimeamua kutulia. Ngoja kwanza hapa. Tuendelee kusubiria birthday kama itafanyika. Na wakinizingua hata wenyewe na wazingua. Sisi tumekaa hapa wanakaa naongea tu kura. Naongea nini? Wala atakuwa anajadili mazingira kuleta ya kufungua ile gate kuingiza viti ndani. My friend. Tamwaga mtu damu. Sasa bana afande. Mimi sitaki kuongea sana kaja nikaonekana mimi muuni. Imeisha hiyo babangu. Tuasubiri. Haina shida. Hata unasema bidei, bin Laden bin Waarabu. Hawa wazungu wenzetu. Na vile nywele zake utasema kwa Kiarabu. Kumbe bidei maana yake ni birthday. Birthday mama ipo, yani 100%. Ungekuwa ujaja birthday yako ingekuwa hakuna. Ni umekuja.
birthday ipo, sina wasiwasi. Sasa mbona mjapamba hapa kupo tu? Usina wasiwasi ndio kwa hivi. Yaani kitendo cha wewe kuja, kila kitu birthday ipo. Yaani wapambaji wako njiani, kila kitu kitaenda sawa dadangu. Yaani ondoa wasiwasi. Ondoa wasiwasi. Karibu sana, jisikie kama nani. Kaka ina wenzako pale. Unapokuwa mfupi kama Messi, maua ya mtu hivi yani. Anakupigia chenga ule kwenye kitanda, anakupigia chenga. Alafu na ule unywele. Alafu original. Baba ule original unywele hivi, yani ingekuwa binadamu akiwa na nywele nyingi na akili, yule mtoto sasa ingekuwa form 6. Bwana au chuo, kitu anapotembea. Hatari. Baba hatari. Bwana. Sasa vipi sasa hivi tukachukue ndio hivi vipi baba? Jamani, karibuni sana. Najua mmewahi sana kufika katika birthday yetu. Sisi tulipanga kwamba birthday ifanyike saa 10. Sema nyinyi mmewahi kufika kwa ajili ile 10 mlitafsiri ni saa 4. Ila sisi tulimaanisha ni saa 10 jioni. Ndio maana hapa mmefika, mmeona maandalizi yalikuwa bado. Lakini msijali, tupo pamoja na birthday inafanyika kama kawaida. Mambo yote haya yaliyotokea tunategemea saa 10 ndio tuanze birthday yetu. Kwa hiyo vinywaji tushaviagiza, viko njiani vinakuja. Sawa jamani Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Anayekunywa soda atakunywa, anayekunywa maji atakunywa, anayekunywa bia au wine, yani kila kitu kinakuja. Kuna kama wewe ndugu yangu unaona ni mtu wa vitu vikali, kwa Cleveland itakuwepo, utakunywa, utaenjoy. Yani hapa kila kitu kiko full, msijali. Hii birthday ni ya mtu maarufu sana. Kwa mambo yote yataenda kama tulivyopanga. Si babangu niko wapi babangu? Nimetokea mpigi magoyo ujue tu. Na mguu. Nimefika mpaka hapa nilipo sasa hivi hapa, kwanza natamani hata soda niseremshie hapa hivi, lakini kama mimi nitakaa vizuri na mimi ni uhakika kabisa. Karibu sana. Nashukuru. Unaona watu wazidi kuongezeka muda, kadri unapozidi kuja na watu wanazidi kujaa. Ndio inavyotakiwa. Maana kwenye party watu wengi. Mimi nataka tuwe wengi sana kwa sababu vinywaji ni vingi. Tunataka tunywe mpaka tusaze. Na nimejaribu kuongea na rafiki zangu, wataniletea keki yenye ngazi 4. Usishangae, mwenyekiti usishangae. Karibu sana bibi. Ndio mialiko ya kwenye Insta hiyo. Lakini sikipofu. Ndio jiulize sasa yeye kaonaje tangazo la birthday? Au kutoka kaambiwa. Kibara. Twende. Karibuni sana jamani. Bibi karibu sana, japokuwa umechelewa lakini haujachelewa sana kwa sababu shughuli bado haijaanza, ndio tuko kwenye maandalizi, usijali. Karibu. Sijui unatumia kinywaji gani ili tukuagizie.
tushajaa kama hivi. Huo ufala huo mimi nakwambia. Jamani, tuomba kidogo tuwe na subira, maana mambo ndio yanazidi kuendelea na kuna wageni wengine watazidi kuja. Kwa sababu nataka kuniambia kule chakula kule kitatosheleza kula jinsi mimi nakula. Haina shida. Insta. Kwa ndo maana tuko hapa tunawasubiria na wengine ili tuendelee na shughuli yetu. Sawa wapendwa? Bwana watazidi kuja. Nikuulize wewe post Insta. Alafu sura zote ngeni. Ndio mazoea nao hata moja. Watu wana njaa. Watu wana njaa. Kweli mimi nilikwambia, ukitangaza keki tu. Wewe ukitangaza keki tu noma. Yaani ukitangaza keki, unajua keki vizuri, unajua utamu wa keki. Kuna mtu anamwacha mkeo kwa sababu ya keki. Baby, samahani kama nakufahamu. Uliniona wapi? Mimi mwache wewe. Ndio mimi. Ni wewe bwana. Mimi habari size bibi. Salama za kwako? Nzuri. Za siku? Nzuri. Wanao wanaendeleaje? Tunamshukuru Mungu sijui. Nakufahamu, mimi nilikuwa naishi jirani kwenye nyumba yako kule kulikuwa nakaa zamani. Bibi, umekuja. Mjukuu wangu wewe? Ndio, mjukuu wako Wilfred. Wilfred hapa kwa Mama Zamda. Sasa kidogo linakuja kuja. Ndio. Samahani bibi. Nimeshangaa uji wako huku. Kuna taarifa gani labda ambazo umezipata mpaka umeweza kufika na wewe? Kulikuwa na mjukuu wangu kanialika. Amekwambia kuna birthday hapa. Okay, nimeshangaa sana kukuona. Haya bibi, sisi tupo hapa kama unavyotuona. Samahani, kuna mwaka juzi nilisikia umestart jeshi na umerudi. Ila sikupata taarifa nyingine tena kuhusu wewe kwa sababu sisi tuliamaga kule. Sasa sijajua bibi bado unaendelea, maana sijazikonfirm hizo taarifa kama ni za kweli au la. Ni kweli nimestaafu. Sasa hivi niko nyumbani. Ndio, okay. Mwanajeshi mstaafu sasa. Ndio. Basi ila ni tatizo tu la macho limenipata. Kama hivi sasa hivi sioni. Ndio maana nilikuwa nakusikiliza sauti yako kwa makini. Ndio. Pole sana bibi. Asante, nashukuru. Moto hiyo ambayo umekutana nayo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kweli. Basi haina shida. Ngoja hapa tukae tungoje utaratibu. Na unaona wenyewe tuliwapata wahusika wametoka. Sasa sijajua wameenda kudiscuss nini, lakini nadhani kila kitu kitakuwa sawa hapa. Sawa kabisa mtukuu. Sawa. Mimi mwenyewe pia nimepata taarifa mtandaoni, ndio maana nimefika mahali hapa kwa sababu mwenye hii birthday yake ni mtu mkubwa, alafu social nafahamiana naye sana. Watu kama unavyoona pale washajaa nyomi. Na limebaki lisali moja tu. Shughuli ianze. Na uhakika kabisa ni lisali moja ndio limebaki. Tisa hii hapa tunafanyaje? Unatangazia pale unawaambia keki, mara soda, mara maji. Mimi nakuangalia. Najiuliza ndugu yangu ana akili timamu au anafanya masiara? Na tu unafanya masiara? Sio masiara. Tumealika watu na watu washakuja. Wewe ndio umealika watu. Mimi ndio nimealika watu. Sasa alika watu mnaniuliza kwa vipi? Mbele ya mwanademu pale umejiproud. Mimi ni birthday. Sina nini demu. Sasa hapa mtawa. Unasema demu ndugu yangu. Yule demu. Iskari ile pale. Mimi nitakubali vipi? Sasa hapa bwana, hapa tumeahidi vinywaji, keki, chakula, tunafanyaje? Ndio nikuuliza wewe ndio unasema niachie mimi kila kitu niachie mimi ndio nakusikiliza wewe. Tunafanyaje? Bwana mimi sijaliza vinywaji, sijaliza chakula wala keki. Nimedanganya tu mimi pale. Sasa tunafanyaje? Hebu shauri tunafanyaje? Jamani, mmetoa chakula pekee yetu mmekuja hapa. Toka asubuhi hata maji. Sasa hivi saa 9. Wanaume wazima. So hivyo. Unajua vinywaji viko njiani vinakuja. Yaani mimi ningepata hata maji au soda tu basi, roho yangu ingezika. Sasa mtoto mzuri kataka soda. Sio wanaume wawili tushinde kuchukua soda, sio kweli. Mimi niko na buku langu. Niliweka kwenye hoteli.
Uchebe udocho. Kidocho. Yeah. Kwa hiyo kamchukulie soda. Tuko nzuri hapo. Soda gani? Tuna baridi. Baridi eh? Muona hapa nimetoa hela soda kwa ajili yako. Unaelewa? Nimetoa hela soda kwa ajili yako. Unywe soda mtoto mzuri. Utakuja hapa utakunywa soda, kule usiende, sawa? Sababu wenzako kule wakiona na wao watataka. Wakati vinywaji ushaviagizia viko vijitiani. Hatuwezi kununua vinywaji mara mbili, sawa? Mtoto mzuri. Yaani hivi mimi nakipenda kifupi. Yaani kifupi. Yaani kama kijinga. Buda. Nadhani mpaka sasa hivi muda umezidi kwenda. Na kama umezidi kwenda, mimi ushauri wangu wa bure kabisa. Nilikuwa naomba hawa watu tuwaambie ukweli. Sasa tukiwaambia kweli itakuwaje? Hawatupiga. Kwa kutupiga mimi sidhani. Najua atakasirika, atachukizwa, tuwapotezea muda wao, lakini ni bora kuwaambia ukweli kuliko fedhea. Kwa sababu mpaka sasa hivi yani muda ushaenda, alafu hakuna chochote kinachoendelea. Mimi sielewi cha kufanya nini hapa. Maana nimeongea maneno mengi, nimejimaliza pale, hapo hamna chochote cha maana. Ndio hicho, na mimi ndio hicho kitu ambacho mimi nakifikiria. Kwa mimi ombi langu ni kwambia Jibuda, panga maneno yako, panga uwezavyo. Hawa watu tuambie ukweli. La sivyo, muda unavozidi kwenda ndio watazidi kuchukiza, kwa sababu kuna wengine wameacha familia zao nyumbani. Ndio. Kuna watu wameacha wajukuu zao pale. Kuna watu wameacha wake zao pale. Muda wanapozidi kupoteza, yani balaa lake itakuwa sio dogo. Ni bora tuambie ukweli kwamba jamani tulikosea kwenye kuposti, tukaposti kitu tofauti. Mimi naamini watatuelewa. Maana kama yule kipofu yule, mimi naamini wewe ndio namuonea huruma kweli yani. Mtu waoni kaja kwenye birthday kuja kula keki hapo hamna chochote cha maana. Hebu niambie. Na wale watu wazuri wale nakuwa fanyaje? Tujipange kwenda kuambia ujue. Mimi nakwambia tumebugi. Yaani tumebugi kweli yani. Tumebugi, lakini tutafanyaje? Haina jinsi, hivi tuwaeleze tu. Basi twende tukawaambie. Twende. Jamani, mabibi na mabwana, wageni waalikwa wa birthday party yetu, na waombeni kitu kimoja. Sisi ni binadamu, hatujakamilika, tuna mapungufu. Kwa kweli tulipanga sherehe yetu ianze saa 10, lakini mpaka sasa hivi inaenda saa 11, sherehe haijaanza. Tunawaombeni radhi kwa kuweka mpaka muda huu, maana kile ambacho tulikuwa tunatarajia akijawa. Kwa hiyo vinywaji, gari lile la vinywaji limepata ajali, na kuhusu keki yule mpishi hayupo. Kwa hiyo tunasema leo keki haitokuwepo na vinywaji havitofika. Kwa hiyo kiufupi tu tunaombeni radhi kwamba birthday leo hakuna, labda mwaka ujao. Kwa hiyo tunaombeni radhi kwa kuwaweka muda wote huo, mtusamee sisi jamani, tumekosa. Hasa huyu mumsamee. Nisamee jamani, yani sio kwamba lengo letu kwamba tukose keki. Kila mtu anaipenda keki na kila mtu anapenda sherehe. Lakini kilichotokea leo
ni kwamba kama alivyosema kwamba mpishi hayupo na yeye amefariki yule mpishi. Inawezekana maana hapokei simu, kwa sababu hapokei simu afanye nini? Unajua huyu atakuwa amefariki. Mnasemaje? Keki hamna? Toka asubuhi mmetuweka hapa. Mnasema keki hamna? Ndio. Keki hamna? Kwa babake. Bibi, mimi mjukuu wako.